Naam, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ndugu zetu wa Kristo, tumsifuni Yesu Kristo. Vipi hali zenu bandugu? Naam, tumekuja tena. Basi nimerudi hapa kulingana na simu zinavyoita. Tunashindwa kuzipokea kwa wakati, tunashindwa kufanya mambo kwa wakati kwa sababu tunabanwa na shughuli, mihangaiko inakuwa mingi, majukumu yanakuwa mengi kuliko muda tulionao. Kuna watoto wanasumbuliwa sana na matumbo, kuna watu wanaumwa, kuna watu wanataka kuvuta wake zao, kuna watu wanataka kuvuta wanaume zao, kuna watu wanataka majambo mbalimbali, lakini wanakosa pahali pa kweli pa kudondokea. Basi muda ni sasa. Unaweza ukajisaidia mwenyewe kama karma hii unayo. Maana sio kila mtu anaweza kujifanyia mwenyewe. Kila mtu ana mambo yake. Unakuta vitu vya kwenu havitaki ushiriki vitu hivi, wewe unalazimisha. Kwa hiyo jaribu kugawia wataalamu riziki. Usijifanye kila kitu unaweza. Hili ninalolifundisha hapa siku ya leo nitatumia muda mchache sana kukufundisha ni jinsi gani unaweza kutibu mtoto mchanga, ni jinsi gani unaweza kumsaidia mtoto anayeumwa ovyo ovyo, ni jinsi gani unaweza ukajitibu wewe mwenyewe kama unasumbuliwa pia na tumbo, ni jinsi gani unaweza ukatumia pia dawa hii kwa kujiondosha na nuksi katika mwili wako. Nafahamu au naamini kila mmoja wenu anafahamu magadi, anayajua magadi. Kila mmoja wenu anayajua magadi. Magadi ni tiba moja nzuri sana, ni tiba mujarabu. Ni tiba ambayo kwa uasili inatumika au ilitumika sana na mababu zetu na ikafanya kazi kwa imani. Magadi hutumika kumtibu mtu mwenye nuksi kwa kuogea. Vile vile unaweza ukachanganya magadi haya pamoja na ule uchafu wa moshi kwa wale wanaotumia majiko ya kuni. Unachukua ule uchafu au ule utandu unakuwa unanataga kwenye bati. Kwa watu wanaokaa vijijini wananielewa vizuri. Wakati unawasha moto wako wa jiko la kuni, kuna ule moshi unapokwenda juu, kuna vitu huwa vinajikusanya. Sisi tunaita ulale au mlale. Sawa sawa. Yale ukichukua ukipuputa unapata unga. Unatenganisha na kitu kinakuwa kama ule utandu wa buibui. Unakung'uta unapata ule unga, halafu unachukua na magadi, unachanganya kidogo, unakoroga kwenye maji, unaacha yanatulia. Dawa hii unaweza kunywa wewe mtu mzima unayesumbuliwa na tumbo la gesi. Dawa hii unaweza ukatumia wewe mtu ambaye labda niseme unasumbuliwa na tumbo la aina yoyote. Iliwe ni tumbo la zongo, liwe tumbo ambalo umetazamwa labda na kijicho kibaya tofauti na zongo. Kuna watu wanashindwa kutofautisha kati ya zongo na kile kijicho. Sawa sawa. Kwa hiyo kati ya zongo au kile kijicho unaweza ukatumia dawa hii. Kuna wataalamu wananielewa, wale wasioigiza, lakini kitu kinaitwa mlale au ulale. Changanya pamoja na magadi, tia katika chombo chako cha maji, kisha unakunywa yale maji asubuhi na jioni kwa muda angalau wa siku 3. Hata kama ulivimbiwa na kitu gani, hata kama uliangaliwa na nani, basi nirudi kwenye pointi ambayo nilisema nitakuja kufundisha kuhusiana na wale waliouliza kuhusu kuwatibu watoto wachanga. Mtoto mchanga yoyote yule ambaye unaona ukimshika sehemu zake za, labda unamshika juu karibu na mbavu, ilikotenganisha mbavu ya chini pamoja na tumbo, ukimgusa huwa anaruka, au mtoto huyo anakuwa anacheua, anakuwa anatoa kitu kama mapovu fulani mdomoni, jitahidi sana kukoroga dawa hii, alafu mpe kidogo anywe. Kidogo, yani kama kijiko hichi, weka kijiko kimoja, mpe mtoto huyo. Utaona ataanza kukaa vizuri na atarudi katika hali yake kama sio mipango ya Mwenyezi Mungu. Mtoto huyo kuumwa au kuugua tu, ukikuta ana kijicho cha mtu au kapigwa zongo, maana kuna kitu hamjajua tena ninyi watu ambao mnaishi mijini tu, hamjiongezi. Mama unayenyonyesha, epuka kuweka maziwa yako au manyonyo yako hadharani. Kila mtu anayatazama wewe unayenyonyesha. Kila mtu
anayatazama kwa macho yake. Kuna wengine wana macho mabaya. Akitazama hilo ziwa lako la kumnyonyeshia mtoto, basi utampatia shida mtoto wako, ndio kumletea zongo mazima. Utafanya tayari uje ugaramike. Utafanya ugaramike zaidi ya hapo ambako wewe ungejistiri tu maziwa yako au chakula hicho cha mwanao bila kukuletea shida. Epukeni kufanya vitu visivyokuwa na misingi. Mnajiandika ovyo, mnaletea watoto wenu shida. Utakoroga dawa hii, mpe mtoto kijiko kimoja. Wewe ambaye unasumbuliwa na tumbo la gesi, jitahidi kufanya kile ambacho mimi ninakuelekeza. Unakoroga kisha unakunywa. Kunywa hata nusu kikombe cha chai kile kwa wewe mtu mzima. Mtoto mdogo mpe kile kijiko tu, kinatosha. Yule mtoto mchanga. Sasa nilichokuja kufundisha hapa kuhusu magadi na ule mlale au ulale ni kwa ajili ya watoto wachanga. Watoto wanasumbuliwa, na mimi asilimia kubwa huwa sishiki hizo tiba kulingana na majukumu mazito yanayonizidi. Nimeelekeza hivi, naombeni mjisaidie. Na wewe mtaalamu, saidia jirani yako, saidia watoto wanaokuja hapo kwako. Mimi leo nipo, kesho sipo, naacha sauti hii itaishi. Kwa hiyo wewe, najua, endelea kugawia watoto. Mimi nimeishi na mababu, sio lazima useme mimi ni mganga. Mimi sio mganga, sawa. Nimeishi na mababu na niliheshimu mababu. Naomba mninukuu vizuri. Nimeishi na mababu na niliwaheshimu mababu. Kwa hiyo naombeni muheshimu vile tulivyovikuta. Wacha ukuite mchawi. Wewe sio mchawi mzee. Wewe sio mchawi. Mimi siku ya leo ningependa kuishia hapa. Nawashukuru nyote mnaendelea kusubscribe hii channel. Nitazidi kuwaleteni vitu kwa kudra za Mwenyezi Mungu zaidi na zaidi. Kwa hiyo msichoke. Endeleeni kupata ambacho kinastahili. Na mimi naahidi sitawaangusha wala sitaacha kuwafundisha. Acha waendelee kuchukia wanaochukia.